Binafsi najisikia fahari sana. Mwaka huu kimsingi walimu wangu wamefanya vizuri sana. Tumefanya vizuri kwenye matokeo almost ya mitihani yote. Mitihani ya darasa la 4 upimaji pamoja na mitihani ya kuhitimu darasa la 7. Binafsi nawapongeza sana walimu wangu. Wamefanya kazi kubwa sana. Sababu Shinyanga DC miaka ya nyuma nadhani matokeo ilikuwa ni kama ni ya wenzetu, tulikuwa tunawasindikiza wenzetu. Lakini mwaka huu walimu kimsingi wamefanya mageuzi makubwa. Wangu mimi binafsi najisikia fahari. Kwanza kwa kuwapongeza walimu wangu, lakini pili kwa jinsi ambavyo wamejitoa na kujituma kufanya kazi kubwa na muhimu kwa taifa letu na kwa halmashauri yetu kwa ujumla. Kikubwa niseme ni kujituma walimu na utayari wao wa kuweza kubadilika na kupokea maelekezo yaliokuwa tukiwapa. Lakini kingine ambacho kimesababisha matokeo mazuri kwa mwaka huu ni namna ambavyo tunaishi na walimu wangu. Mimi na walimu tumekuwa kama ni baba na mtoto. Tunashauriana. Sisi tunashauriana. Katika kuwasimamia walimu ni kwamba wamepokea maelekezo yangu. Lakini pia nadhani kikubwa ambacho na wao wanaona kama wanadeni kwangu ni kutokana na maisha jinsi tunavyoishi. Sisi tunaishi kama familia. Walimu wangu wote wana nafasi sawa kwanza za kupata huduma, lakini pili nawajali sana kwa hali na mali. Nawajali kwa majukumu yao ya kawaida ya kazini, lakini pia hata changamoto zao za kawaida ambazo wako huru kujieleza kwangu. Na mimi nikiwa kama kiongozi wao nawatia moyo na kuwasaidia pale ambapo nakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kikubwa hicho ambacho mimi nimekiona ni kuishi nao vizuri na kuwafanya kama ndugu zako wa karibu. Hicho ndio kikubwa. Maana wakati nafika hapa nadhani walimu walikuwa wamekata tamaa kabisa. Nadhani ni namna ambavyo walikuwa wakiishi. Lakini nilipofika niliona hapa uongozi sio lazima uwe mkali tu. Kwa unaweza kuwabadilisha watu hata kwa kuwapa maneno mazuri ya kuwaelekeza, lakini pia ya upendo. Lakini pia katika uongozi wangu na mimi pia nimekuwa nikisisitiza sana walimu wao wenyewe kwenye vituo vyao kuishi kama ndugu, kujaliana, kuthaminiana, kuchukuliana, kuishi kwa upendo. Hicho ambacho na mimi kwa kweli niseme ndio ni slogan yangu. Kwa pote napopita kwa walimu nasisitiza kitu kama hicho. Walimu mpendane, ishini kama ndugu, msitafutiane matatizo, oneni kama shule hizi za kwenu. Lakini pia mbadilishe mtazamo wenu. Hao walimu wakuu tunaowateua hawa sio kama niseme sio mamlaka ambazo nyinyi mnakuwa mnaogopa, hapana. Yaani nyinyi walimu kweni huru. Msifanye kazi kwa kumogopa kiongozi. Mimi ninachotaka tuheshimiane, msiniogope. Kuwa huru mahali popote, kusema shida yako yoyote. Nadhani hilo mimi imekuwa ni silaha yangu kubwa sana kwao. Na wao pia wamepokea, nao wanaishi hivyo hivyo kama mimi ninavyotaka pia. Takwimu toka nimefika hapa nadhani 2023 nilikuta wana ufaulu wa 67% kwa darasa la 7. Na darasa la 4 walikuwa na ufaulu wa 64%. Almost nusu watoto walikuwa wanabaki hawaende darasa la 5. Lakini mwaka uliofuata 2024 tulifanya mageuzi. Kwa darasa la 4 tulipata ufaulu wa 70%. Tulipanda kutoka 60% kwenda mpaka 70%. Darasa la 7 tulitoka kwenye 67 tukafika mpaka 77. Wakati huo tulikuwa wa pili kutoka mwisho kimkoa, lakini tulipopata 77% tukawa wa 3. Lakini kwa shule za serikali tu tulikuwa wa pili kimkoa. Tukaona tumepata angalau tumeimprove matokeo. Lakini mwaka jana ndio wamefanya maajabu makubwa zaidi. Mwaka 2025 darasa la 4 tumepata ufaulu wa 86%. Almost karibu 86 na point. Lakini darasa la 7 tumepata ufaulu wa 83%, kitu ambacho hakikuwepo. Lakini wastani wa ufaulu tumepata 171 kama sikosea. Lakini mwaka jana tulipata ufaulu wa 145, wastani ule ufaulu. Kwa hiyo na mwaka huu tumekuwa wa kwanza kimkoa, jambo ambalo hatukulitarajia kama Shinyanga DC. Mimi kwa ujumla nawapongeza sana walimu wangu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya, kwa utayari wao na jinsi walivyojituma, lakini pia kwa kufanya kazi kwa ushindani. Hilo ambalo nilikuwa nasisitiza kila siku. Taaluma ni ushindani, lakini nashukuru walimu wangu wamepokea. Kimsingi mwaka huu unatembea kifua mbele kwa sababu nina fahari tumekuwa wa kwanza, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Tuna sababu kama 3 ambazo za msingi ambazo zinasababisha matokeo ya kupanda.
Kwanza ni utayari ambao nimesema, walimu kupokea maelekezo na kufanyia kazi, lakini pili kutoa chakula kwa watoto wote wale wa darasa la mitihani. Lakini pia tulikuwa na program ya remedial ile kama vile vipindi vya ziada kuwasaidia wale watoto ambao walikuwa huko nyuma. Kwa hiyo walimu walikuwa wako tayari kuondoka mpaka saa 11 na walikuwa wanajitoa kwa ajili hiyo. Lakini pia walikuwa hawezi wakatoka saa 11 bila kula chakula. Ni kuhakikisha shuleni walimu wanakula chakula, lakini pia wanafunzi wanapata chakula cha mchana. Hiyo imesaidia sana katika kufanya matokeo haya kuwa mazuri. Kimsingi kwanza tumepeana zawadi katika level hiyo ya huko. Lakini pili tumetembea kata zote kwa sasa. Tunaanza kujipanga sasa kwa mwaka huu. Tumetembea kata zote kuongea na walimu wa darasani pase katika kuwashukuru na kuwaonesha ngao yao. Yaani waone kazi ya mikono yao. Wamekuwa wa kwanza na ngao waione. Walimu wamefurahia sana. Tumepita almost kata zote tumemaliza. Kwa hiyo tumeongea na walimu zaidi ya 1000 na kitu. Yaani wote halmashauri nzima tumeongea nao. Tumepita kila kata kuwashukuru, kuwapongeza, lakini kuwapa mikakati mipya kwa ajili ya mwaka huu. Nadhani mwaka huu tunaweza tukafanya vizuri zaidi kwa sababu walimu wameshaona njia sasa kwamba tukifanya namna hii kumbe tunafanya vizuri. Tukifanya hivi kumbe tunafanya vizuri. Kwa hiyo mikakati yetu ni kuongeza jitihada na bidii, lakini pia kuendelea kuwasaidia wale watoto ambao wako nyuma kidogo kwa remedial hizo, lakini pia walimu wao sasa hivi wameamua kweli kweli. Wanafanya mitihani kila mwezi, lakini pia wanafanya mitihani ya ushindani kila kata na ndani ya shule, lakini pia wanafanya masomo haya mpaka saa 11 ndio wanamaliza vipindi vyao kwa jinsi ambavyo wameamua. Na hii tunafanya hivi kwa sababu ni kweli tunachelewa kutoka na inawezekana kao tunasema tunafanya kinyume na utaratibu, lakini wenzetu kwa mfano wa shule ambazo ni za mjini hawana muda, wanatoka mpaka saa 12. Lakini sisi kwa mazingira yetu kusema hapana, hatuwezi kufanya muda huo kwa sababu ni muda ambao watoto wanatoka mbali na maeneo ya shule. Lakini huwezi kuwakalisha walimu pale kuanzia saa 1 mpaka saa 11 wasipate chakula. Kwa hiyo chakula ni kitu muhimu ambacho tunalazimika, lazima walimu wapate chakula. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana kwa shule zangu karibu zote walimu wanapata chakula.